kurudi sasa kupata, tumerudishwa sasa shags kwetu ni Bungoma sasa. Umerudi kupika na kuni, sijui unapika na stove manze. Ushaisikia venye stove hiyo unuka. Na inabaki mpaka kwa nguo. Yaani ukitoka home kila mtu anajua wewe ni maskini juu vile unanuka. Nilikuwa naishi kwa bedsitter South B. South B, kama hujaanzia maisha South B unajua pia inakuanga funny sana. But nilikuwa na rent arrears ya miezi 6 na nilikuanga tu 5,000. I don't think bila kupitia vitu zingine hata ningekuwa hapa because unajua sisi hata mimi place nilizaliwa. I was born in and raised in Western Kenya. Nilizaliwa Kakamega, nika grow up Bungoma na Kakamega. Nilienda shule Township Primary, wale wanajua Malesh. Kuna hiyo time around 94 95 nikifanya KCPE. Mimi ni mzee. Nilifanya KCPE 95. So budangu alikuwa anafanya one of those companies zenye zilikuwa sponsored na some Finnish government. Yes. Alafu hiyo time juu ya siasa na Moi alikuwa anaambiwa sijui lazima alete some reforms kwa siasa zetu. Wale wazungu wali pull out from supporting Kenya. Okay. Consequences ilikuwa mtu kama budangu ku lose job. Sasa ile naenda form 1, budangu aka lose job. So hiyo maisha tulipitia immediately after lose your job ilikuwa noma sana. Unajua sasa kama hiyo time mnaishi kaka middle class kidogo, uko hapo na gas cooker, mnapika mpiki na stove na moshi na nini. Yes. Nikitoka form 1 kurudi sasa kupata, tumerudishwa sasa shags kwetu ni Bungoma sasa. Umerudi kupika na kuni, sijui unapika na stove manze. Ushaisikia venye stove hiyo unuka. Na inabaki mpaka kwa nguo. Yaani ukitoka home kila mtu anajua wewe ni maskini juu vile unanuka. So hii maisha ngumu kila msee amepitia by the way. So ile kitu mimi husema lazima kwanza ujipatie a good chance kuingia kwa hizi spaces. Yes. Uende shule at least upe attention chuo. Nikapata chance nikakuja Nairobi University nikafanya law. Nikakuwa wakili 208. Sasa hiyo tukifanya hiyo mambo ya post election violence. Yes. Sasa hiyo ndio ilifaa kuwa Kenya School of Law. Okay. So una qualify from Kenya School of Law kama wakili. Lakini because of the political situation in the country hakukuwa na job. Nilihustle in Nairobi for 19 months natafuta job, sinanga job. Nilikuwa naishi kwa bedsitter South B. South B, kama hujaanzia maisha South B unajua pia inakuanga funny sana. But nilikuwa na landlord mwingine mpoa sana. Alikuwa yeye ananiambia daily hata usipolipa rent niko na rent arrears ya miezi 6 na nilikuanga tu 5,000. Ananiambia yeye ananiombea tu. Unaona? So in the 6th month ya hiyo arrears nikapata job yangu ya first. Nilikuwa nafanya job kama wakili kwa kampuni ya mkate. Wanajiita Superloaf. Yes. Huko Kangundo Kangundo Road. Nilikuwa na 40,000 but hiyo time hiyo do ilikuwa mob. Nilipwa hiyo 40k hivi nikachukua hiyo do kwanza nikapelekea huyo mother. Nikamlipa kwanza 30,000 ya miezi 6. Nikamwambia asante kunivumilia. Unaona? Wapi kama so and have you ever met her? Sijawahi meet by the way. Okay. Nilijaribu kurudi hiyo maeneo nilikuwa na stay lakini sikumpata hiyo day. Yes. But wherever she is, I can't remember her name in all honesty. Lakini wherever she is, mimi usema mama Mungu ambariki tu. Kwa sababu alinisitiri akanifunika aibu. Unajua hakuna kitu mbaya Nairobi kama kutupwa nje. Yes. So after that kuwekewa padlock na kufungiwa nyumba. Yes. After that nikapata job ingine ya advertising company. Na hiyo job ilikuwa poa juu day 1. Yani wanakutreat kama manager. Sasa unaitwa manager legal affairs. Day 1 unafika hivi wanakuambia enda kwa kaya uchukue gari ulete. Wanakulipia. Unatoka home na matu unarudi na umekelea kasambusa hivi kwa traffic watu wakutambue. So maisha uchange, unaona? Ndio saa nyingine mimi usikia watu wakisema kazi ni kazi. Kazi si kazi. Kuna kazi inaweza kutransform life yako, itransform life ya watu wa kwenu, itransform mpaka village yako. Na ile job vijana wanatafuta si job za hivi. Wanataka hiyo transformative moment kama vile yangu ilikuwa. Unapata job hivi unatolewa salo ya 40,000, unaingizwa 150. Unajua? Unahama kutoka kwa SQ unaingia 3 bedroom pale Mlolongo. Unaanza kuishi kama mtu. Unaanza kuishi kama manager, si ndio? So hiyo journey ukuwa mrefu by the way, lakini you just have to go through it. Na hakuna journey ya mtu yenye ni the same na mtu mwingine. So downside ya hiyo job. Downside ya hiyo job ni boss wangu alikuwa wale wanaitanga boss from hell. Na najua ana watch juu siku hizi ni best yangu. So alikuwa na pressure. Kufika pale 2013 hivi nikajiambia yenyewe this is not healthy for me. Nilikuwa nalipwa kama so 400,000 in 2013. I'm telling you.
Haikuwa dombaya, lakini nikajiuliza. Hata saa hii si dombaya. Haikuwa dombaya. Nikajiuliza lakini manze hii stress yote ni ya nini? Kwa sababu mdosi yani daily. For my mental health nikasema mimi wacha niende sasa nianze kupractice alone kama wakili. Nikajipea tu target nikasema nikifikisha tu 50,000 shillings per month ili parent yangu na gari yangu isisimame juu ya ati mekosa mafuta. I think I'll be happier. And I'm telling you Willis, the day I quit that job, for the first time nililalaka nimezima simu. Wow. Because huyo jamaa alikuwa anaweza kupigia saa yote tu anakuambia sijui job gani kwa wapi na wapi. Nililalaka mtoi. Wow. Nilikuwa nimezoea kulala na simu hapa chini ya pilo. Unaiwacha huko kwa sitting room unalala vizuri. Unaamka asubuhi, you are in charge of your own time. Unaenda unafanya shughuli moja mbili. Alafu una realize kama hiyo target yako unaweza hit hata na 2 weeks. Kwa sababu hiyo time economy ilikuwa inafanya poa. Hizi machama zilikuwa zinatupatia business sisi mawakili. Watu walikuwa wananunua mashamba na huko Mlolongo huko chini ilikuwa inaitwa nini? Huko Kitengela machama walikuwa wanachanga pesa wananunua. Watu walikuwa na register makampuni sana ukikumbuka hiyo time wanatafuta matenda nini. So we had a lot of business kama mawakili. Most of that business sasa imeisha. So I was able to sustain myself for some time. And then when you are your own boss and in charge of your own time, you can now start mambo ya siasa. Unaona? Kwa sababu uko na time. So hiyo 2013 ndio narudi kuintroduciwa. Nilikuwa nimemeet baba ile time tukiwa kampo mara moja. Lakini sasa 2013 alikuwa sasa ameanguka kura ya 2013. Hiyo time after election ndio kufikia baba inakuanga rahisi zaidi. Kwa sababu kila mtu anakuanga amepotea. So nilienda kwa ofisi yake nikamkuta tu amekaa vile umekaa hivi. Akaleta chai hapo tukakunywa watu wawili. Nikamshow sasa unajua ambia kaa chini. Akaniambia wewe ni nani? Nikamuexplainia vile tulikutanaga na yeye time fulani. Nikamshow sasa saa hii election imeisha tujaribu kuprepare for next election. Kwa sababu haikuangi ati period mrefu hivyo. So that's how me and mzee came to know each other. Alafu walikuwa na reconstitute time ati think tank ya ilikuwa inaitwa code hizo siku. So nikaekwa pale. Mkutano wetu ya kwanza manze tumeenda ni kwa nyumba ya Raila. Kuna kagazibu hapo nje. Nikaekwa kiti yangu nikapatiwa pale. Kuangalia around the table yani zile majina zilikuwa pale mpaka wewe mwenyewe unaingia baridi. Unajiuliza if you really deserve to be on that table. Unajichuna. So siku za kwanza hizo meetings za kwanza unakaa unasikiza watu wanatoa economic theory pale kinandia hao walikuwa kwa hiyo meza. Watu wanaongea juu ya corruption, wale watu wazito walikuwa pale kwa hiyo meza. So hata mimi advice vijana by the way, be very careful what you wish for. Juu watu usema I want as a young person to be on that table. Siku ile baba atakuuliza kesho tunaambia nini Kenya. Alafu ukose kitu ya kusema utakwama. So from that time on nikakuwa hapo 2015 2016 nikaanza campaign zangu kushago. Nikajaribu kuomba tiketi ya chama kule home sikupata. Nikarudi Nairobi after nominations za party. Sasa hiyo umevunjika moyo, masupporters wako pia umevunjika moyo, hauna pesa. So nimekaa ofisi hivi najaribu kurudisha sasa life normal. Nikapigiwa simu. Kaambiwa chama imeangalia hatukukupea tiketi ya Kanduyi uko Sharks. Lakini tunaona tukikupea tiketi ya Senate ya Nairobi, unaweza perform better against Sakaja kushinda ule mtu tumepatia tiketi. Walikuwa wamepea jamaa mwingine tiketi tayari. So wakasema watanipea tiketi na watanipea do, wakasema watanipea support. Lakini sasa mimi nikaingizwa box kwanza. Nikaingizwa box na hiyo story. Lakini hakuna fulusi niliona. I'm telling you. So nilienda tu campaign tu ile Kimangoto. Tulikuwa na campaign hapa na governor alikuwa anaitwa Kidero. Hiyo time sikupata. Lakini I was very proud of my team na ile campaign tulifanya. Nilianguka nikiwa na 700,000 votes hapa Nairobi. And it was my first time trying. So after that, of course 2018 kukakuwa na handshake nini. But before handshake niliitwa tena. Nilikuwa nimekaa kwa ofisi, tunajua kuna vitu zingine uitishangi wewe mwenyewe. Utaletewa. Nikaulizwa kuna hii nafasi ya SG wa chama. Kama unataka unaweza fanya hiyo kazi. Nikamwambia mimi naweza fanya kazi yote mkinipatia. So they called me and made me the SG of the party. And from then on sasa ndio mkaanza kujua Zifuna ni nani.